Travo TV, tumaini la milele. Asante ndugu mwandishi. Kwanza ninashukuru Mungu kwa kupata fursa na kibali ili kukutanisha vijana katika eneo hili la kanisa la Mtwivila. Tumekutanika vijana wa mtaa wote mahala hapa. Basi na kwa kuanza, mimi ninaitwa mchungaji Kenneth Richard Sangawe, ni mchungaji wa mtaa wa Kiesa. Mtaa wa Kiesa una makanisa 5 na makundi 4. Na kwa sababu hiyo ninayo sababu ya pekee ya kuhudumu pamoja na vijana. Kwa nini? Kwa sababu kanisa ni la vijana. Wazee kuna umri unafika hawawezi kuja na kulitegemeza kanisa. Ila walio wenye nguvu, walioitwa vijana, hata Timotheo amewataja, Yohana amewataja ya kwamba hawa vijana ni wa maana na wapekee wenye nguvu, ndio wanaoweza kulitegemeza kanisa. Mchungaji, umekuja hapa ukijua kabisa unaongoza kata takriban 4. Yaani makanisa yako haya 5 yako kwenye kata 4. Tuna kata ya Nduli, tuna kata ya Kihesa, tuna kata ya Mkimbizi na kata ya Mtwivila, ambapo ndio yanapopatikana makanisa 5. Sasa kwa ujumla huu unawezaje kufanya kazi kwenye kata zote hizi? Kazi ya Mungu inategemezana na watu. Na kwa sababu hiyo mimi nina viongozi ambao tunaweza kushirikiana pamoja. Achilia mbali viongozi walioko katika nafasi mbalimbali za kanisa. Ila hapa kwa kuwa tumeletwa na idara ya vijana, wako viongozi wa idara ya vijana. Kwa sababu hiyo wako viongozi ambao watapendekezwa katika mtaa huu wa Kiesa ili kufanya kazi pamoja nami. Na ndio itakavyokuwa rahisi kuwakusanya vijana, kushirikiana nao kwa pamoja ili kuitegemeza kazi ya Mungu. Tunajua sasa vijana, idara ya vijana sasa hizi kwa mtaa wa Kiesa mara nyingi ni kama imelala kidogo pastor, bila kupepesa macho. Sasa wewe ni ipi mipango yako ambayo kuelekea idara ya vijana Kiesa kuinyanyua? Alafu unawapa vision gani vijana ambao saizi vijana hawa wa saizi wanahitaji kabisa teknolojia hali ya juu, hali kadhalika wanahitaji vijana wa saizi hawataki kazi ngumu pastor, wanataka kazi line ambazo za kuongezea kipato. Kuna siku moja tulikuwa na mkuu wa mkoa alisema vijana wanatumia A3. A ya kwanza ajifunze asubuhi, A ya pili ajifunze achume mchana, A ya tatu jioni atumie. Wewe hili unaliwekaje? Hilo ni la pekee, na mimi naungana na mkuu wa mkoa kwa kusema hizo A zote 3 zinafanya kazi. Sasa zitafanyaje kazi? Uko mpango mkazi ambao tumeuandaa kama viongozi. Kwanza ni kuimarisha idara ya vijana. Sasa tunaimarishaje hii idara ya vijana, ndugu mtazamaji? Ndivyo wanavyotamani kujua. Tunaimarishaje? Kwanza ni kujumuika pamoja. Jambo la pili ni kuwahusisha katika nyanja zote. Nyanja hizi zote ni kujitegemea katika masuala ya kielimu. Kwa sababu kanisa letu la Waadventista Sabato lina madarasa yao ya kujifunza na kuwatengeneza vijana ili wawe watu wa maana katika jamii inayowazunguka. Sasa tunafanyaje? Ni huko katika elimu. Elimu inaenda pana zaidi na kuwatia moyo katika kule wanapojihusisha na jamii, wapate elimu. Kuchangamana na jamii nako ni elimu, ili hawa vijana watumie hizo A3. Sasa tuna vijana hawa sasa kuna aina 2 au tutasema 3. Vijana wengine hawa wanasoma. Pastor, unajua unao makanisani kwako. Lakini vijana wengine hawa wameshamaliza masomo, unatofautisha vipi vipindi vyao, kwamba hawa wanaosoma wana vipindi vyao na hawa waliomaliza masomo ambao sasa wanataka ingie kwenye utekelezaji wanatakiwa wawe na vipindi vyao? Sasa unawatofautisha vipi hao vijana? Tunayo nafasi ya kutumia weekend zetu tunazotumia. Tuna ibada ya siku ya Jumamosi na tuna siku ya Jumapili ambayo ni ya mapumziko, watu wameizoea. Kwa hiyo katika matukio haya ya kuwakutanisha hawa wote walio na kada tofauti, wengine wamemaliza shule na wanajitafuta katika uchumi, kwa hivyo wote wanaingia kwa pamoja na wale ambao wapo katika mavyuo. Kwa hiyo tuna muda wa kukutana mchache sana. Na vile vile kuna mapumziko ya siku za kazi ambazo kuna sikukuu za kitaifa. Hizo nazo tutazitumia ili kuwasaidia vijana wasogee mahala ambapo wanatamani kusogea. Na kwa namna ipi sasa? Kupitia hawa vijana wako wengine ambao wanatumika kama chachu. Kuna hawa ambao sasa
wameshamaliza vyuo, wanajiwajibisha katika uchumi. Tunaye mtaalamu wa uchumi hapa amekusha kufika ili kuwasaidia vijana waingie katika swala la uchumi. Na namna gani tutafanya? Ndugu mtazamaji, ninakualika tu utayaona watakavyokuwa wakiwasilisha.